Najua nimefikiria sana. Mimi napenda wewe uwe mshirika wangu na sio mlezi wangu wa asili. Lakini nimekosea mume wangu. Mimi ni mkosefu. Nimekosea. Sio kosa la kupokea msaada, lakini mimi umeninyima nafasi ya mimi kuwa mumeo. Kuanzia leo nataka sheria zote za nyumba hii ziwe wazi, na ninachokizungumza ndio nahitaji kifanyike. Sitegemei kama kuna mtu yoyote kati yenu atapinga nilichokizungumza. Maana yako nini labda? Na maanisha sitaki mazungumzo baina yako wewe na Ismail. Na chochote ninachokizungumza nataka kiwe mbele yangu. Hivi unanichukuliaje? Na kuchukulia kama mke wangu. Na ndicho kizungumza nahitaji kianze kuanzia sasa, na sihitaji muda mwingine. Kwani kaka mimi mnanichukuliaje? Kwa mimi ni mtu ambaye anawagombanisha nyinyi ili ndani msielewane? Mimi nitaondoka. Wewe nitaondoka. Kumbe bado upo? Ondoka! Nataka kunipanda kichwani, si ndio? Yaani wewe na huyu mbamuzi unataka kunipanda kichwani. Sasa kama anakupa kiburi, anakupa jeuri. Nazungumza unacheka. Yaani mimi nazungumza unacheka. Kama unanimudu, si ndio? Unanimudu! Sina maana hiyo. Mume wangu, sio kila tabasamu lina furaha ndani yake. Nimefurahi sio kwamba nimependezewa na hii hali. Huu mwezi mtukufu mume wangu. Jaribu kuwa na subira. Subira kwenye moyo wangu. Ungejaribu kufunga, huu shetani usingekuwepo ndani yako. Ungekuwa na imani, usingefanya haya unayoyafanya. Nifungie wakati sina furaha. Ndio unavyotaka. Unataka niudanganye moyo wangu. Una furaha wakati una furaha. Ndio unachotaka. Ndio unachotaka. Basi utabaki peke yako kwenye nyumba yako. Nini? Mke wangu. Nimezungumza na kaka yako. Unasema nini? Na ameniambia kila kitu. Kila kitu kaniambia. Amekwambia nini? Ameniambia kuwa alikuambia usiniambie chochote, kwa sababu alihofia kwamba eti mimi nitaumia. Mke wangu, hivi mimi ni dhaifu kiasi hicho kweli? Mimi sijaongea hayo maneno mimi.
Mume wangu, nakuomba unielewe kwenye hili. Hatukufanya ili kukukasirisha wewe. Hapana. Ilikuwa ni nia njema tu. Tuliofia tukikwambia utahisi kuwa umeshindwa majukumu yako. Na ndio maana tukaamua kulifanya siri mimi na kaka yangu. Naomba unisamehe mume wangu. Sitarudia ile jambo. Sikufanya kwa ubaya. Nilifanya kwa nia njema tu. Moja kati ya kitu ambacho najivunia kwenye maisha yangu ni kupata bidhaa bora. Bidhaa nilokuwa nayo mimi huwezi kuipata sehemu yoyote. Lakini kaka, sijaelewa unamaanisha nini? Ismail. Futari leo umeionaje? Kuhusu futari bwana. Shemeji anajua kupika. Na shemeji kitengo hichi, iko vizuri sana. Katika maisha, mtu yoyote atakayekubali kuumiza moyo wako walau hata robo, inatakiwa ubadilike na uwe simba. Unawezaje kwenda mawindoni alafu unajua unaenda kuwinda wanyama wakali alafu ujue uende na silaha gani? Inawezekana kitu kama hicho? Hiyo haiwezekani kaka. Nilikuona muda ule namwangalia mke wangu na macho yako ya kudanganya yalionyesha yana kitu. Ismaili. Unajua kaka, sijafanya kitu chochote. Maisha yana option mbili. Kuwin au kulose. Kwenye hizi option mbili watu wako tayari kusacrifice vitu vyovyote vya thamani ili mradi ya lose au wa win. Smile. Kwenye option mbili chagua moja. Uondoke au nasimisha.